Unashirikiana aje na wasanii wenzako? Wasanii wenzangu nashirikiana nao vizuri sana. Maybe niseme yani maybe kama kuna wenyewe wako na ABCD kwangu. Lakini mimi sina chuki na kila msanii yote ambao ni wa Busia. Si Bunyala, Busia yote. Kuna wakati mlikuwa na event fulani pale na ilikuwa Nairobi I think. Regesaville. Yeah. Ilikuja ikaleta mzozo mingi, mara msanii fulani. Nikaona wewe pia umepost mambo fulani. Unaweza tuelezea nini ili happen ama hiyo tuachane nayo. Hiyo ilishapita hivyo, but mimi kitu naweza sema tu, mimi sinanga beef na wasanii wenzangu. Maybe wenyewe wasonge kando na mimi, lakini kuna wengine ni watoto kwangu. Hata nikiwa mdogo kimwili, lakini na washinda kwa muda ambao nimemaliza kwa industry. Yeah. Okay. Ni muziki gani ulikupea jina sana? Mimi muziki ambao ulinipea jina ilikuwa ya Bichuna paka Kudondo. Ilinipea ndio first song yangu. Yenye nilifika studio kurekod bila producer kuniuliza karatasi la kuandika ABCD, nikamwambia sina kitu. Kaniambia utaimbaje bila maana, nikasema karatasi yangu ni kichwa. Akashangaa. Na ukaingia studio na ukapewa beat, nikapatiwa beats, nikapatiwa headphone, nikaanza maneno vile nilianza mpaka vile nilimaliza bila kusimamisha beats. Amazing. Sijui kama kuna mwenye anaweza hii yenye tunaambiwa. Kama kunaye ajitokeze. Ajitokeza tuambie anaweza. Ulikuwa unataka watu wahisi nini wakati ulikuwa unaimba hiyo wimbo wa kwanza? Ama hiyo wimbo I think ilikuwa wimbo ya matanga ama huzuni. Wacha niseme huzuni. Hiyo ilikuwa wimbo wa matanga. Ilikuwa live story. Haikukuwa wimbo vile unaweza tu tunga wimbo ili watu wafurahie. Ilikuwa live story. Na niliimba kitu ambacho ilifanyika katika mimi mwenyewe personal. Kalikuwa ndugu yangu mwenye anafuata kijana mwenye ananifanyia kazi mwenye namuita Ronald Onyenya. Alikuwa ndugu yake mwenye anamfuatia mara mbili. Kugonjeka kwake, mimi ndio nilikuwa nazunguka na yeye kwa pikipiki yangu nikifanya boda, namtembeza huku. Hizo hospitali zenye nilihesabu kwa hiyo wimbo zote, mimi nilikuwa nafika. Ilikuwa life story. Mtoto akikufa alinikufia kwa mikono kama kwa oxygen. Na uzuri aliniambia kwamba brother, nikikufa, ikisindikana nikikufa, unitolee wimbo. Na hiyo wimbo wangu nitakuchukua. Alikuwa ananiambia hivyo. Nikasema una joke ama unasema nini? Kwani unamaanisha utakufa? Akasema hutakufa, wewe ni mzima. Akasema kweli. Nirudia mara 3. In case ikikataa nikikufa, usisahau kunitolea wimbo. Na hiyo wimbo ndio itakuwa stand yako ya kupanda ukienda. So alikufa alikuwa ni kama nimemlea kwa miguu. Ako oxygen, Port Victoria. Akafungia hapo hewa. Watu wanaingia kwa wodi wanalia na mimi niko nje naimba. Na fomu wimbo. Lakini hawakujua nini kinachoendelea. Kwa sababu watu hawakuwa wanatarajia kama mimi naweza kuwa msanii. Nilikuwa bado sijaanza kuimba kwenda kurekodi nijulikane kama na mwingi. Kwa hivyo hii song ya Bichuna ndio ya kwanza, ndio hiyo ndio first song. Nawe nilizitoa siku moja kwa studio. But hiyo nilikuwa zote nilizitoa nyimbo 3. Ilikuwa Bichuna na Meri Hwari nawe na Banyala Barero Basimumundu na Afuiri. Zilikuwa nyimbo 3. Lakini hiyo nilichomoka. Hiyo Bichuna vile mtoto alisema ndivyo vilivyokuwa. Okay. Kwa hivyo hiyo song ndio imekupea jina? Hiyo song ndio imenipea jina na ninaiheshimu sana mpaka leo. Ninaiheshimu sana mpaka leo. Na hiyo wimbo ndio ilinipea jina. Ingekuwa ni mahali pengine maybe nilitoa hiyo song, ningekuwa familia nyingine maybe ya kujiweza. Watu wa kujiweza.
wenye wananifikiria sahi ati niko level fulani ningeshinda hiyo level. But kitu ambacho nashukuru tu ya kwamba ahadi yake ilitimia na bado inatimia. Kwa sababu mimi nikikuwa bahari nikivua, nilikuwa naambia bibi kwa nyumba kwamba kuna siku nitaendesha gari. Kuna siku nitaendesha pikipiki yangu mwenyewe. Ananicheka tu ati unacheza. Na pikipiki hiyo pesa yote utanunua wapi? Lakini shayana zaidi yanga. So vingineo vipo. So ni ile tu. Okay, umeniuliza swali ni about from song. Ati niko na song ngapi? Mimi niko na song mingi. Lakini hizi song zinakuja kulingana na wana politics. Hao nimewaimbia song mingi sana. Na nyimbo za matanga. Ingekuwa kwamba ni watu wa kutoa mkono, singekuwa na Mwenge vile naonekana. Ningekuwa tu mtu mwingine tofauti. Politics nao si watu wa kutarajia. Yes. Au ni mimi kwa vile nimewahi deal na wao. Ni mtu anataka msaada. By the way, politician wanataka msaada. Ukishampa msaada na make sure kwamba amepata chenye anahitaji. So anakuwa busy na chenye amehitaji. Anakusubiri siku. Sasa wewe unaiko parking. Sasa tena ukisikia kuna vitu local nasikia na Mwenga kwa wapi? Simwangalie na Mwenga. Hata mpaka kuna wakati mahali wameenda kubuku msanii mwingine mahali anawafelisha, then wewe ndio last option. Hiyo kwa upande wa wasanii, kwa upande wa politician, I can't prefer. Nini kinakupa msukumo kwa sasa? Like ile motivator. Kujituma kuendelea kuimba. Nini inakupa msukumo sana? Mimi kuna kitu nimeongea, sijui kama watu wamekipata vizuri. Nimesema kazi ni kazi. Na bora ujue inakulipa. Na bora ujue inaweza kumaintain. Kwa sababu mimi nikifanya kazi ambayo inalipa shilingi 200. Na ninaona maisha yangu inashinda 200. Lazima nifanye mbinu nitafute kazi nyingine. Ndio maana nilikuwa navua, nikaona uvuvi hautanipeleka mahali. Napata pesa lakini hazifanyi kazi. Ni heri nikimbilie maisha ya kupata pesa kidogo lakini nikuwe na mafikirio ya kufanya kitu kuliko kupata pesa mingi. Hata mimi naambianga Mungu, kama ni pesa mingi yenye naweza nikosanisha na watu ama na mandugu zangu, awache anipe tu hizo pesa zenye ananipeanga ndogo zinafanya naheshimika na watu. Sitaki pesa za kudarau watu. Nasikianga watu wakisema na Mwenge siku hizi kuna maringo, sijui ukimuita, sijui BCD. Mimi siwezi ongea vibaya but na wahurumia sana wenye nasemanga mimi niko na maringo. Mimi sina maringo yoyote ambayo watu wanasemanga mimi nawaringia. Kwa sababu umenilipa pesa kidogo, umenilipa pesa mingi, nitafanya kazi the same. Sitakufanyia kazi hata kwa sababu umenilipa pesa kidogo sasa nafanya kazi kama sitaki, mara nini. No. Kuna wasanii wanakuanga na wenzi zao. Mtu anakuja na kuandalia na unafaa unifanyie hivi na hii na hii na hii na hii na hii. Mimi nikikuja kazi kwako, bora tumeelewana na hizo pesa nikifika unanipea ndio nianze kazi. Kwanza hapo nyuma tulikuwa tunafanya kazi vizuri sana. Mimi nakuja kwako tumeelewana na wewe unanipatia deposit yako ndogo, nikifika hapo nitafanya kazi nimalize paka asubuhi. Ndio nianze kutafuta nani ananipea pesa. So watu wenyewe ndio wameleta hiyo tabia sa mimi saa hii nikifika kwako lazima unilipe pesa ndio nianze kufanya kazi. Mimi nilikuwa namaliza kazi mtu tena watu wanahepa wanakataa kunilipa pesa. Unaanza kutafutana nao. Naanza kutafutana nao na zingine zinaenda hivyo. So nabaki tena nitafute mbinu zile nalipa wafanya kazi wangu. So tukiachana nazo tukienda kwa maboma wafanyakazi watasema ya kwamba maybe watamtumia tu na atakataa kutuambia kama amemtumia na amekusikia. Hiyo nayo ni ukweli hiyo. Hiyo hata mimi nimepitia wakati nilikuwa nafanya kazi ya DJ. Naenda mahali mnapiga show. Umeshapiga show naambia sasa nani anamalizia balance? Yes. Kuna mtu. Ndio hiyo. So mimi katika muziki najituma kulingana vile muziki unanilipa. Na mimi wacha nikwambie bro na wasikilizaji wangu, mashabiki wangu. Mimi ndio maana nimekuambia mtu anayefikiria atatoka nyuma. Ajikaze tu. Na ajikaze akisema Mungu amsaidie. Asijikaze akisema atanapishana na Mwenge. Mimi
Mimi naambia watu ukweli direct, si ati najisifu ama naringa. But naambia watu direct. Mungu ndiye alipanga hii mambo yenye wanaona. Mimi sijui, si ati mimi hata mwenyewe natoanga wimbo saa zingine paka naanza kulia machozi. Nashindwa hii wimbo imekuja namna gani? Hii mistari haikukua. Lakini vile nafaa headphone, napatiwa microphone kwa studio, nastukia tu message imeingia complete. Nashindwa imetoka wapi? Haikukua kwa kichwa. So mpango zangu mimi natumikiwa na Mungu. Ndio maana message zangu si message za kuaibisha, ati nitaimba uchi, niimbe sijui mara nini, niimbe vitu vyenye havina akili. No. Mtu kupendwa, hata mtu kupenda bibi yake kwa nyumba kuishi na miaka mingi inategemea. Anaweza kuwa na kukoseanga vikosa vidogo, lakini kuna vinyo unafikiria kwamba hata kama akikosa hivi lakini anashinda mabibi wengi sana. Kuna vingine venye afanyange venye vingefanya nikamfukuza. Lakini hivyo kama amemwacha tu hata anafanya tu hivi. Tuendelee tu kuishi. Hii hakuna shida. So naheshimu sana muziki. Naheshimu sana muziki. Kwa sababu hii muziki ninafanya mimi nikikula, ninafanya nikikunywa, ninafanya nikidrive, ninafanya hata naweza somesha watoto. Kwa nini nisiheshimu muziki? Na naheshimu sana wadosi wangu wenye wanaonichukua. Mimi naambianga hata wafanyakazi wangu. Mimi ukiona kuna sometimes unaweza enda mahali kuperform, umefika mahali. Wewe na mwenge mimi personally nimeelewana na mdosi. Nitakuja saa fulani. Nikifika saa fulani unilipe kashi yangu malize. Tumeelewana masaa. Unapigia mfanyakazi anakucheleweza. Uwezi jibeba ujipeleke pale. Gari ni moja inafaa wabebe na wafanyakazi. Yeah. Wafanyakazi wakibaki nyuma wataspend pesa mingi sana kukufikia. So unaamua uwangoje. Ukiwangoja ukifika pale utaanza kugombanishwa kwa niaba ya wafanyakazi. Unagombanishwa paka unaanza kutuziwa. Vile unaringa sijui unafanya nini, tulielewana saa ngapi? Pesa sitakulipa, lazima umalize kazi ndio ulipe. Hata paka inafika na aibika. Ndio maana sasa hata sasa nimechange kazi yangu by the way. Kazi yangu kama wewe ni mfanyakazi na unajua unaweza nikosanisha na Claire kama mdosi wangu. Baba, hata kama unajua kupiga kinanda, kama unajua kupiga drum set, kama unajua kupiga nini, hata kama wewe ni professional kwa kazi yangu. Baba, mimi nitakuachisha kazi, uende ufungue yako. Ufanye. Mimi sikatai. Kwa sababu jina mimi nilikuwa naharibika majina, mara na mwenge anaringa, ukimuita na kuja Masenya anataka, wengine wanasema na performance sijui mara kidogo, mara naenda kwa gari, sijui mara kupiga masimu, sijui mara na wanawake. Okay. Maneno inakuanga mengi kwa mafans. Lakini kuna vitu zingine zinakunyanga kulingana na wafanyakazi. Yeah. Wanafanyakazi. Kwa sababu mimi nikishika tu hii microphone naweza perform band 2 na kumekucha na wachana na wewe. Lakini inafika wakati unaendelea kuimba bado uko na feelings za kuimba. Mfanyakazi anakuambia tumechoka bwana, tunataka kupumua. Sasa kati ya huyo mfanyakazi na mimi nani anafanya kazi nyingi yenye anafaa pumue kama pumziki? So ndio maana nasemanga kama wewe bado ungali hai na uko na nguvu zako, tumia. Fanya kazi. Kwa sababu mimi nikifika kwa uzee itakuwa natamani hizo nguvu kuzitumia na haitawezekana. So kuna kitu nataka niwache nyuma, history. Fulani alikuwa anashikanga tu mic hivi. Awache. So kazi inanilipa, lazima niheshimu wadosi wangu. Mimi nawaheshimu sana wenye wananichukua. Hata kama kuna wengine na wakoseanga kidogo, waelewe makosa mengine haikuangi yangu. Na kwangu afanye. Okay. Talking of, nimesikia umesema mambo muziki inafanya una drive. Kuna baadhi ya mambo ilikuja ikasemekana kwamba na mwenge sijui amepewa. Mimi pia siwezi sema ati ni mimi nasema, lakini hiyo story nilisikia umepewa gari. Mara ilikuwa zawadi. Mimi nataka niulize, gari ni muziki imekupea kwa njia gani? Okay. Mimi kitu ambacho nitaambia mafans na mashabiki wangu, followers wangu wenye wako very keen kunisikia. Mimi napendanga ukweli. Niliumbwa na Mungu na ninafaa nifanye mambo yenye Mungu anataka. Yeah. Nikienda kinyume kuna kitu ambacho kwa nahofia. Anaweza ninyang'anya kipawa alichonipa. So ninamheshimu sana. Muziki imenilipa. Vitu zingine zenye siwezi kuhesabu. Lakini muziki pasipo pesa zangu hata nimepata pesa natoa kwa mfuko naenda kununua. Muziki ndiyo imenibaia shamba yenye nimeishi. Muziki si ati nabaiwa ati nimepata pesa nikaenda nikanunua. Yaani surprise. Yaani mtu anakupea tu zawadi. Anakupea tu.
kwa ghafla tu, na mtu anasema ati hapana, hatujaiona. Mimi nimekupenda sana na Mwenge, mimi nakufanyia hii. Muziki imenibaia shamba, muziki imeninulia pikipiki mpya kutoka kwa mkono wa mtu tu, ati nimekubaia hii zawadi. Muziki imenibaia gari yenye na drive hii sahi, mtu kusema tu nimekubaia hii. Mimi sijai nunua kwa pesa zangu ati ABCD. So mimi ndio maana napigianga pole watu wenye wananifanyia bivu, ati sijui mara nalinga mara nafanya nini. Okay, kila mtu na talent yake kuongea ABCD, but mimi najua vitu zangu zote mahali penye zinatoka na viko njiani vinakuja vingine bado. So, kwa hivyo kwa vitu zako Mungu yuko ndani. Mungu yuko ndani. Ndio maana hata ukitegana na mitego zako na kuonea huruma sana. Mimi mambo na madawa, mambo na waganga, mambo na nini sijui tangu nianze kuimba. Yeah. Najua Mungu. Ndio maana nimekuambia nikifika kwa stage kwa kwanza kuimba. Naimbanga message zingine sijui zinatokea wapi. Unapata tu zimeingia. Lakini message inakuja complete. Mpaka na feel kulia nasema Mungu asante. Na muziki si kitu kwenda kwa microphone tu, nataka kuimba wimbo ikuwe song isinde fulani. Fika studio, fanya mazingaumbwe yako ya kupiga chini magoti, ambia Mungu nataka hii wimbo ikuwe hit. Na akiwa na wewe itakuwa hit. Asipokuwa na wewe, mimi nyimbo zangu sizijuangi kama zitakuwa hit. Najulianga kwa mafans. Wanasema, "Ai, hii nayo umechoma. Hii umepanga." Sasa ndio umenichomea kitu. Kwa sababu ndio maana ukiangalia nyimbo zangu ukianza kufuatilia, niko na hitings mingi sana. Ziko ni mingi. Kila mtu kuna yake. Mtu anasikia tu wachana sasa na hiyo. Kuna nyingine. Wachana sasa na hiyo. Kuna nyingine yenye ni mingi. Kwa wasanii wote ni msanii mgani amekufunza mengi ama umejifunza mengi kutoka kwake? Kianza na wakina Ongidi, wakina Anyamo ingawaje ni marehemu. I think King ni mdogo wako kwa industry. So kulingana na hao wasanii wewe venye unajua ni mgani wewe umejifunza mengi kwake? Okay. Mimi katika muziki, nikianza muziki, niseme akina Jambo amekuwa wafanyakazi wangu, akinipigia drums. King Uda Bando tumefanya na yeye akinipigia drums. Ongunyi ni mko wangu, nilioa msichana wao. Ongunyi ndio naweza sema tumekuwako naye close sana. Sikuimba na yeye ama nikaperform na yeye, but kuna biashara linipea kumuuzia madisk kama mko wangu. Nikamuuzia madisk, nilikuwa natembea na karadio kanini robot. Hizi zingine za robot hizi. Nikiuza hizo madisk. So hizo ni unajua sasa vile disk zinaimba unarudia kuchangamuza wa wateja wenye unawauzia. Hiyo tu kazi alinipea tu kwa muda alipotoa nyimbo zile za siasa za Mama Medi, nilikuwa namuuzia hizo madisk. Nikaanza kujifunzia tu hapo, nilikuwa najifunza tu vile hizo nyimbo zinaimba hivyo tu hivyo. Mungu hakuamini nikimwambia mimi nataka kwenda kwa studio kutoa wimbo. Mpaka akaniambia naenda kutoa wimbo gani? Nikamwambia hapana. Hii wimbo naenda tu kutoa wimbo fulani. Watu utaona tu hiti. Kaniuliza ushaenda studio? Nikasema hapana. Anianza kuniambia mambo, producer anakuanga vile confused hivi, zidi ukienda hivi. Panga challenge bwana anaweza kukudanganya hivi zidi. Nikasema yenyewe. Nikaanza kuwa na uoga kutaka. Nikajiweka tu muziki, nikasema acha niende tu. So nikaenda. Nilipoenda nikatoa hiyo song ya Vichuna. Mungu akashukuru akasema kwamba kumbe umefanya kitu kizuri. Nikachomokea tu hapo. So Ngunyi ndio mwenye tumekuwako naye karibu katika mtu mwenye naweza sema yani kama mwalimu. Kama mwalimu. Yes, wa kunifunza kitu fulani. Wanasemanga kizuri cha juuza, kibaya jitembeza. So hii Bichuna kuna kwa wakati mimi nilianza kusikia hiyo song ya Bichuna kulikuwa na confusion between na Mwenge na Ongunyi. Yes. Kuna baadhi ya watu walikuwa wanasema hiyo song ni ya Ongunyi. Yes. Kuna wengine wanasema ya na Mwenge. Yes. Kuna hiyo song wakati ilitoka. Hiyo ya Bichuna, kuna song nyingine ilitoka. I think ilikuwa na Sinyama Dande ama Adande hizi ni za juzi. Ni song gani ilifuatana na hiyo? Because ilitupea sana Olumbe rubesi nani wikuru Olumbe. I think ni hiyo. Hiyo song ilipoteza watu sana. Sasa hiyo ndio ilileta competition na hii ya Bichuna. So mafans wenyewe
wana compare hizo vitu. But hata Olumbe pia, Olumbe imetoka juzi kama Vichuna ilikuwa kitambo. Vichuna imetrend muda mwingi sana kabla hao wasanii hawajatoa nyimbo zingine. Na niseme, unajua muziki ya Bunyala ama yetu ya Bunyala, mimi ndio nimeonyesha, mimi ndio mwalimu wao kwa kuwaonyesha wengine ya kwamba kumbe muziki unaweza lipa. Ndio maana nimesema ukifanya kitu, fanya ukiwa serious, ukijua hii kitu inaweza kusaidia. Na akili zako zote zikuwe pale. Kuna kitu matunda yenye utapata. Kuna wengine wanafanyanga kazi na wanadharau tu mimi nilisomea kazi fulani bwana, hivi ni kujisikilia. Ndio maana wanafeli kimaisha. Lakini vile umeanzisha hii programu zako, kuna siku moja utakaa na governor ama president, tunamuongelesha vile umeongelesha. Huko unajua kama utaongelesha na. In fact nikikuita nilisema tu let me try. Yes. Because naweza uliza mtu aniambie huyu jamaa hapana. Huyu jamaa atakuja, huyu jamaa ako busy, but nilijiambia mimi mwenyewe. Na kuna kitu kimoja unafaa ujue, kuna wasanii wengine ambao ungewaita hapa vile umeniita ghafla hivi. Maybe mungekosana kwa kuongea. Kuna wengine ndio walijiweka katika makilazi zao, na mimi baba, wacha nikwambie, mimi nakumbuka penye nilipotoka. Nakumbuka vile nilipolelewa na watu. Ndio maana nahurumianga sana mtu mwenye ananichukia. So mimi nilikuja ghafla. Huko unajua kama utaniita nikuje. Yeah. Ulisikia yako ni kuomba mara transport, mara sijui na para ABCD, mara unaniitia nini, naenda kukaa wapi, mara nini? Sitaki kudanganya kwa interview, na Mwenga hajaniitisha kitu yoyote. Hata maji hajaniitisha. So siwezi danganya, nilimtafuta nikamwambia ndugu yangu niko na hivi na hivi na ninakukaribisha. Na Mwenga aliniambia nitafute siku, na nikatafuta siku, na nikamwambia siku fulani itakuwa sawa, akasema iko sawa, na ndio amewasili. Hakuniitisha kitu yote. Hapo nitakuwa nadanganya. So kitu ambacho nitaambia wasanii wenzangu, wakisikia hii vile naongea hivi, waelewe hivi njizi ninavyoongea na waridhike nayo na wachange tu. Wale watu ambao wanaotubuku kwenda kuperform, hao ni matajiri wetu. Huo ni mdozi ya. Huo ni mdosi. Ndio maana unasikianga nikiimba nyimbo zangu nikisema, mashabiki wangu na waombea baraka zote kwa kazi mnayofanya. Kila mnapotoka mkienda kufanya hizo kazi, mnafanyanga mkisema kwamba Mungu nisaidie kutonipata shilingi 2000 niiteko na Mwenga kuja niieko mama yangu. Yeah. Nisaidie nipate pesa fulani niiteko na Mwenge. Akuja niimbie harusi ya bibi yangu. Si ati mnastukianga tu kama umeita na Mungu. Kila kitu naweka maombi. So mtu akikupea pesa zake atuende uimbe, kuna conditions zingine tuko nazo mbaya. Ukiwekea unajua mimi nimeshagundua wadosi wetu. Mtu namuendea kwa conditions zingine, anakusikiliza na anachomoka. Yeah. Hao ndo wanaendanga wanasema fulani anaringa. So communication tukuweko tunayo mzuri ya kuongelesha mafanzo wetu, kuongelesha wadosi wetu, na tukifika pale wadosi pia kwa kuweko watu wa kutuchukua kama sisi tuko kilazi zingine. Kwa sababu mimi niko na miaka fulani yenye nimekuwa nikiitwa na Mwenge. Leo hii unataka kunitreat vile ulikuwa unanitreat kwa zile miaka zingine za kitambo, na unataka nikuwe mtu mwingine ambaye amebadili. Nitabadilikaje bila wewe kunibadilisha? Unataka uniambie na Mwenge, umefika hapa, umemaliza? Haya viti hapa, unasongeza viti kwa uwanja mbele ya watoto, watu ABCD. Unataka na Mwenge akulie hapo na timu yake. After all na Mwenge atakata ataringa, atakulia hapo. Tena wewe ndio mtaanza kusema ati na Mwenge siku hizo aliisha. Yaani na Mwenge anakulia tu kwa wewe tu hapo. Kumbe vitu vinaishanga kweli. Alafu sasa wewe ndio umefanya hii. So tukuweko tuna changes ya kujua kutuchukua sisi kama watu. Chukua Uda Bandu kama mtu. Chukua Jambo kama mtu. Chukua Ngunyi kama mtu. Chukua wasanii wengine kama watu. Heshima zikuwe upande na upande. Isikuwa kwamba mnataka wasanii waheshimu pande mwingine, alafu nyinyi mnataka mdharau wasanii. Alafu kuna tabia nyingine ambayo imekuwa yenye nitaambia mafans wenye wanatubuku kwenda kuperform. Wewe umejua umeelewana na Mwenge pesa fulani. Na Mwenge amemaliza kazi yake. Unasumbua na Mwenge kumlipa balance yake. Na Mwenge akianza kureact ABCD,
mnataka mpeleka vitu online. Wewe na Mwenge siku hizo ukikataa kuperform. Kuna matanga ingine tulienda, siwezi kutaja mahali fulani, but najua juzi hapa tu mtu ametuita kwenda kuperform. Amenipa deposit 5000. Nikifika pale nimemaliza kazi, sijaomba balance. Imefika asubuhi. Tena wananizungusha wananiambia ati nikipenda nibebe marehemu. Unaona? Ni baadhi ya changamoto ambazo mnapitia kwa kila. Hizo ndio changamoto. Lakini ingekuwa kwamba mimi ndio nilibukiwa na sikuenda, ningepelekwa police station kwenda kuripotiwa na kuandika maneno mabaya kwa mtandao, kuposti. Mbona sisi huwa hatuwaposti wakitukosea? So turekebishe tu, tujue sisi pia ni binadamu, tujuenge vile tunamaliza vitu zingine, vitu za kuharibiana majina, ati nitakuposti, nitakufanya nini. Sisi tumekulwa pesa. Mimi nimekulwa pesa, mimi na Mwingi nimekulwa pesa personally, sitaki kuingilia kwa wasanii wengine. Mimi nimekulwa pesa. Unapata umeenda unarudi kwa nyumba bure, alafu anakutangaza siku hizi unakula vizuri. Bwana, ulali kwa nyumba huku na huku. Ingekuwa pia sisi kwa tunaanikana nao, bro, ingekuwa mambo mengine. Yes, so warekebishe tu kabisa. So we budget yako ni pesa ngapi ndio utoke kwenda event moja? Mimi budget yangu hapo siwezi ongea, kwa sababu kuna bei ambayo nitakupigia na kuna vile tutaelewana. Budget yangu nikianza kusema hapa, maybe nitaanza kuogopesha watu wengine. But mimi ni binadamu. Mimi na Mwenge nafanya. Ndio maana nasema tu nikirudia, sijui mwenye ananichukianga anafikiria nini. Mimi hakuna msanii mwenye atashughulika tunai kama mimi. Yaani saa zingine najichukuanga kama mtu mwingine mwenye ajui kazi yangu, maana ya kazi yangu. Kwa sababu nitakupigia bei fulani, tutafika bei fulani. So tutaelewana. Ile sasa tukisema kwamba niseme minimum amount yenye wewe unaweza sema ukinipea hiyo nitatoka, like isiende chini hapo, mnaanzia pesa ngapi? Okay, kitu ambacho nitakujibu tu, kila mtu ako na behaviors zake ambazo ziko very very different. Yeah. Mimi kuongea hapo minimum yangu ya pesa, kuna msanii mwingine mwenye ataonea hapa jua tukumbe inachezea kazi. Kumbe na ndio msanii, kumbe sisi tunachezea kazi BCD. So ndio maana nimekuambia hapo sitaingia kidogo. Hiyo itabaki tu asili yangu na wateja wangu. Yeah. So kama unataka kujua budget, tafuta namba na Mwenge. No. Utakuwa unachipata, unamuuliza tunakuhitaji mahali fulani, utakuja na pesa ngapi. Kuna event inapangwa, na ni hapa area. Yes. So sitaki niitaje because inapangwa. No. Lakini 100% nitakuja nikuambie kwamba hii ndio nilikuwa nakuambia. Hiyo ni event yako. No. So sitaki kufurahisha watu mapema ama kupeana information mapema. Mtu anaweza enda aseme bana, hii kazi naona ni kama unataka kupanga na Mwenge. Lakini nitakuja nikuambie usiku kwamba ile kazi nilikwambia inapangwa ndio hii. Hiyo siku ukiwa kwa stage, hiyo nitakwambia. Umejifunza nini kipya kwa muziki wako? Ile kitu mpya umejifunza kwa muziki wako? Kitu ambacho nimejifunza kipya katika muziki wangu, nimekuja nikaona ya kwamba ulimwengu watu wanapenda sana songs za mapenzi. Hiyo ndio kitu ambacho nimekuja nikajifunza. Ukiangalia songs za Priscilla, About From Your Love. Yeah. Ile wengine hawatusikiingi Kijaluo, lakini About From Your Love. So hiyo ndio kitu ambacho nimekuja nikagundua. But sitatoka huko penye nilikuwa. Mimi natembea kilasi yangu, naingia huku na sikatalii huku, narudi tena kwa ground. Kwa sababu mimi sijapendwa ati najua kuimba, sijapendwa ati sijui najua kufanya kitu fulani. Napendwa mimi hasa sana na messages zenye natoa. Mimi natoa message hata nashindwa hii message imetoka wapi. Inanishinda umri, lakini nimeitoa. Lakini naambia Mungu asante. Kwa sababu mtu kutoa pesa zake kwa mfuko, sijifanye zako uziweke kwa mfuko wako na mumesimama hivi pamoja. Hiyo si mpango ya kawaida, ni mpango Mwenyezi Mungu. Studio unapiga na gani? Ile inatoa audio zako? Mimi niko na studio 3. Zako personally ama? No. Zale personally sina studio. Yes. Ndio maana nimekuambia
watu wetu wangekuwa watu wa kuappreciate. Singekuwa na Mwenge mwenye nafasi. Mimi singekuwa mtu wa kutokanga tena naenda kurekodi kwa studio fulani Nairobi ama wapi. Mimi ningekuwa mtu wa kukaa kwa nyumba yangu na rekodi wimbo. Kwa hivyo hizi song una rekodi wapi? Hizi songs zingine nakimbilia huko Webuye, nyingine nakimbia Nairobi, nyingine nakimbia Kisumu. So niko very different na producer. Inategemea producer mwenye naenda. Niko na producer wa nyimbo za huzuni za matanga. Niko na producer wa nyimbo hizi za kusifu watu ABCD. Niko na producer wangu wa kuimba nyimbo za siasa. Kwa hivyo kila section Yes. na producer wake. Yeah. Wale wa matanga wa huzuni uko na kama hii mpya mmepiga na studio gani? Hii mpya yenye tumepiga na Udaba. Hiyo imekuwa ya Kisumu. Hiyo ni Kisumu. No. Siku mzuri kwa ofisi? Siku mzuri? Kwa ofisi inakuanga Friday, Saturday, maybe na Sunday. Hiyo kuna wageni ama kuna hizo handout kwa wingi ama okay, ofisi ni pale umeenda kwa ground ama? Ofisi yangu ni pale nimeenda kwa ground. Yeah. Hiyo ndio ofisi yangu. Kwa sababu ofisi nzuri ni ile ofisi ambayo unakaa na pesa inakuja unaingiza kwa mfuko. Si ofisi ya kwenda kupiga story. So ndio maana hiyo ndio ofisi. Ndio maana nimekuambia ofisi yangu ni Friday, Saturday. Hiyo iko na siku mzuri hapo. Hiyo iko na siku mzuri. Hapo hata pia mimi nikichukua simu niseme halo na Mwenge bana, fanya hivi. Lazima uchangamke. Unajiondoaje kwa creative block wakati unataka kuandika kutunga song lakini haikuji, mawazo haikuji, huu unajiondoa aje? Ni ile Okay. Mimi kama na Mwenge nikitaka kutoa song na nafikiria kitu fulani na haikuji. Yeah. Mimi nawachananga na gari naweka kando. Nawachana na kutembea naweka kando. Na nachukua ufunguo wa pikipiki naweka. Hiyo pikipiki nikianza kuidrive baby mtu. Lakini najipa tu shughuli. Nasema tu naendesha, sisemi ati naenda mahali fulani. Unaendesha. Namweka tu mafuta, najua mafuta itanikata na ninatoka tu. Nikienda nikirudi nimepata kile ambacho nilikuwa nakitafuta. So nyimbo zangu zingine zenye zinakaa kwama zinakujanga nikianza kuidrive pikipiki. Nikianza kuendesha pikipiki, message sasa inakuja. Tasitokea nimefika kwa nyumba, nimepata kile nilikuwa natafuta. Apart from kazi ya muziki kuna kazi nyingine uko nayo? Hakuna. Kwa hivyo wewe umetegemea muziki sana. Nimetegemea muziki, ndio maana napenda muziki wangu sana. Kwa hivyo hizi rumors kwamba na Mwenge ako na duka, na Mwenge ako na hoteli, na Mwenge sijui viatu boutique, hiyo ni story tu. Okay. Wenye wanasemanga vitu zenye niko nazo, wenye wanazijua wazijue. Wenye wanazijua wazijue tu. Lakini mimi nasema sina. Kwa sababu najua kinachofanya nikiongea hivyo. Yes. Mimi ni msanii na miba ni mingi. So unajua mtu kufuatilia maisha yako mpaka unasikia ati hata niambia nini na bibi yake mwenyewe hata kwenda saluni ni shida. Hata niambia nini na bibi yake hata kuvaa hata nguo nzuri ni shida. Inakuhusu nini bibi yangu asipovaa hata nguo nzuri? Sasa kununulia bibi nguo avae vizuri alafu mtoto akae kwa nyumba bila kulipia school fees. Hiyo ina make sense? So wakufuatilia maisha wako. Lakini mimi wenye wananijua kuliko vile najijua waendelee. Mimi sijui. Kwa sababu ni kama wanaongea yenye mpaka wewe mwenyewe haujui lakini wanasema ni yao. Yes, kuna vingine unaweza vijua vipo vile umesema sijua wanaongea mara duka mara sijui mara BCD. Wanaweza vijua, ndio maana nimesema wenyewe wanajua ni sawa. Na wenye hawajui sina. Na ibaki kwamba hauna. Na ibaki kwamba sina. Any advice kwa wasanii wanakuja upcoming art? My friend, kitu ambacho nita advise tu wasanii ambaye wanakuja ni kitu kimoja. Na wanisikilize kwa makini. Hiyo ni point ya maana sana. Once tujiondolee kitu ambayo tunaita ujinga kwa vichwa zetu. Na hii ujinga wenye naongea ni ile
kuchokoza mtu mwenye hajai kuchokoza, kuchukia mtu mwenye hana nao. Mimi ningependa hata wasanii wenye wanaimba sasa hivi wadogo wenye wanakuja hapa, mimi ningependa niwalee kama watoto wangu na niwasupport wafanye nini, wasonge. Mimi niko na mtoto wangu, kijana wangu mkubwa second, anajua kuimba, mwenye aliimba Miefwalo. Nilishawahi sikia wimbo kama hiyo. Lakini mimi leo hii nikikufa, nani atashika mtoto wangu kama alikuwa mtoto ana Mungu? Sasa wewe ukichukia mimi na wewe ni msanii, na kesho hii kifo hatupangiani, Mungu ndiye anatupangia. Yeah. Kesho ukutoke. Mimi nitachukia mtoto wako tu kwa sababu ulikuwa unanichukia. Kuna vitu zingine tufanye kulingana na vile dunia iko sahihi. Tuachane na mambo na beef, tupendane, tushikane tuwe kitu kimoja na tuchukue muziki wetu kuwa biashara. Hii muziki ni biashara hapa Busia. Na wana politics watushike, watusupport vile kwa na support mpira. Yeah. Kwa sababu mpira wana usupport huko na kikombe yao. Yenye napeana number 1, number 2, number 3 na pesa zake. Mbona muziki wasichukue pia wakaanza kuingiza katika hiyo industry? Wakaweka hapo mahali wakasema kwamba wasanii tunawapanga hivi, wasanii wa Busia, wasanii wa Bunyala, wasanii wa Kakamega, wasanii wa Kisumu, wasanii wa wapi, tunataka Waluya wote wa Bungoma. Tunaanza kuchukua number 1, number 2, number ABCD, vitu kama hivyo. Tunaweka pamoja, tunataka tupate good final. Alikuwa nani? Watoto wetu wangejituma sana. Hata watu wengi wangeacha vitu vingine wakaanza kushughulikia muziki, wangejua muziki unalipa. Hiyo na idea mzuri sana. Na tuko na watu wenye wanafaa tumie hiyo idea. Kwa sababu ni kazi inatulipa. Wasanii ambao tunaimba wetu wa Bunyala ama wa Busia, tushikane tuwe kitu kimoja. Tushikane tuwe kitu kimoja. Tujue ya kwamba na Mwenga akitoka anatokeanga pesa fulani. Ujamba akitoka anatokea pesa fulani. Ungunya akitoka anatokea pesa fulani. Yaani inamaanisha bei yetu iwe exact moja. Tufanye kazi ya upendo, tusifanye kazi ya bifu. Sisi ni wachache hata katutoshi. Unasikianga mtu amekupigia simu na kuambia, na Mwenge nakutaka tarehe fulani. Hiyo nimesikika. Aya. Hebu nitafute kwa jambo. Kwa jambo pia amesikika. Ungunya the same. Sijui Udaband the same. Yaani kumaanisha sisi ni wachache. Tunahitajika wasanii wengi. Tunaoneana beef na sisi wenyewe ni wachache. Tutembelee pamoja, tufanye kazi pamoja. Bei ikiwa moja, tutajua maana uzuri, utamu wa muziki. Lakini kana kwamba mwingine anaitwa shilingi 50,000, mwingine analipa shilingi 7,000. Hiyo inaleta ugumu kwa industry. Hiyo ndio inaleta maana tunaitwa wengine wanaringa. Kwa sababu hakuna mtu mwingine mwenye anapenda vitu za bei rahisi kama Mluya. Hiyo nani ukweli? Anaveta vitu ambavyo viko cheap. Anaamua aenda achukue Priscinda kwa 1,400 ama nusu milioni, amleta mwimbie kwa masaa 3, lakini na Mwenge kumlipa 50,000 ama 30,000 kumwimbia tu kuanzia saa 12 ama saa 1 mpaka asubuhi hawezi. Amazing story. Na bado ndo tunaanza. So apart from King Udaband, ungependa msanii mgani mwingine kuungana naye kupiga collab? Mimi hasa mimi kama na Mwenge. Okay. Naweza sema Ongunyi ni baba yetu kwa sababu alianza kuimba kabla mimi sijaanza kuimba. Lakini hawa wasanii wote hakuna msanii mwenye maybe wakuwe na mimi beef. Lakini mimi mtu akikuja penye niko siwezi kimbia mtu atisijui kujionyesha mara hivi. Mimi hawa watu wote nawapenda. Na utapiga nao collab wote kama watahitaji. Kama watahitaji, mimi niko ready kupiga nao collab. Mimi sina maringo yenye wananiwekeanga sijui mara nini. Niko ready kupiga nao collab. Kila kitu ambacho nataka tu anifanyie kimoja yenye naomba hapa tu watu wakisikia tukue kitu kimoja, tukae kitu kimoja, tujue bei inayotutoa kimuziki ni bei gani. Tukue na umoja kibiashara. Kitu inatuharibia biashara yetu hapa Bunyala ama Busia hapa sisi wasanii wa Hangala ni bei. Juzi hapa mwingine alinipigia simu kamwambia bei yangu. Pesa yenye nafikiria ni kidogo, ni best wangu nilimsaidia. Siwezi sema amount. But after all akaniambia nitakutumia pesa kesho.
Ikifika kesho yake ananipigia na niambia nimeongea na fulani ameamua kuchukua 7,000, wacha tu sasa huyu atufanyie. Sema sasa tunaenda wapi, tunatoka wapi? Na hii dunia si yetu. Sisi ni wapita njia. Sisi ni wapita njia. Na je, ukikufa ndo tuanze au ndo wenye wataanza kututusi ya kwamba walikuwa wanapata pesa na wanachezea kwa wanawake. Na hiyo ndio matusi ambayo tunawachanga nyuma. Wewe unanilipa pesa kidogo, unataka nijijenge. Nitajijenga aje na maisha sasa? Nikishako alafu nataka nifanye kazi. Alafu imagine mtu mwenye amekulipa pesa kidogo, anakufanyisha kazi.